Viongozi wa Afrika wanakula watu. Mtumishi huyu wa Mungu amefunuliwa na Mungu juu ya viongozi wa Afrika, matendo ya siri wanayofanya. Na hapa ni matendo na mipango yote ya Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, aliyopanga juu ya Watanzania na nchi hii. Anaanza kwa kusema, kuna baadhi ya nchi za Afrika Mungu amenionyesha, na kuna baadhi ya viongozi, marais wa nchi za Afrika wanakula watu kama sadaka ya kubaki katika madaraka na kumiliki mali, na ili wakubalike na ili wawe maarufu. Katika nchi ya Tanzania, rais aliyoko sasa, Samia Suluhu Hassan, Mungu alinionyesha kuhusu rais huyu katika ulimwengu wa roho, yaani kiroho. Rais huyu alionekana kuwa na maziwa mengi ya kunyonyesha katika ulimwengu wa roho, na watu maarufu wote katika nchi hii, nchi ya Tanzania, niliona wakienda na kunyonya maziwa ya rais huyo. Watu maarufu kutoka katika kila eneo la usanii, la siasa na uongozi, na kila eneo walienda na kunyonya maziwa yake. Wanaponyonya maziwa hayo, wanakuwa maarufu zaidi. Mambo yote hayo Mungu alinifunulia kiroho, na ndivyo anavyofanya kwa watu wa nchi yake. Rais huyo Samia, Mungu amenionyesha kuwa ana mpango wa kutawala miaka 20 zaidi katika taifa hilo. Kuhusu watu kufa katika taifa hilo, Mungu amesema mauaji na vifo katika taifa la Tanzania havitakoma mpaka hapo mama huyu Rais Samia atakapotoka madarakani, kwa sababu ameingia maagano, mikataba na shetani, na mikataba hiyo lazima itimizwe kimwili. Ndio hivyo vifo, na havitaacha hadi yeye atoke madarakani. Lazima alipe gharama ya makubaliano na shetani kwa watu wa nchi yake kufa, maana ndivyo alivyosaini. Pia kutokana na muda anaotaka kutawala kuwa ni mkubwa sana kuliko kawaida ya nchi hiyo ambayo ni miaka 10, na yeye anataka miaka 20 zaidi. Atakachokifanya ni kuingiza nchi katika vita kubwa. Mungu alinionyesha kuna watu wanataka kuwa marais katika nchi hiyo, lakini rais huyo Samia yupo tayari kupambana nao na kuwaua. Pia Mungu alinionyesha kuwa kuua hajaanza leo. Hata kabla ya kuwa katika nafasi hiyo ya urais, alishakuwa muuaji. Hivyo Mungu aliniambia mtu huyo sio kwamba amebadilika kama Watanzania wanavyodhani na kusema, bali hivi ndivyo alivyo tangu awali. Kila mtu anayeonekana kama adui kwake, malipo yake ni kifo. Mwanamke huyu rais wa Tanzania, kuna kitu anamiliki katika utawala wa shetani. Mungu alinichukua katika roho hadi katika eneo ambapo ndipo hufanya mambo yao ya kichawi na maagano. Pia lipo eneo katika nchi hiyo ya Tanzania ambapo pia pana makutano yao. Hata msanii nyota wa muziki Afrika Mashariki Diamond wapo kundi moja na mama huyo Samia. Na ikiwa haupo kwenye kundi moja naye, hautaweza kuwa maarufu wala kupewa nafasi ya kumiliki mali wala kupata nafasi nzuri ya uongozi. Hautaruhusiwa kuwa na nguvu katika taifa hilo kama upo kinyume na mama huyo Samia, kama upo kinyume na maagano na imani wanayoamini huko kuzimu. Mungu aliniambia katika nchi ya Tanzania watu wataendelea kufa. Nilimsihi Bwana kusitisha mauaji na mateso katika nchi hiyo, maana niliona watu wanakufa kama wanyama au wadudu wasio na thamani. Bwana aliniambia mwisho wa vifo na mateso na vita ni hapo rais huyo atakapotoka madarakani. Mungu alisema kinachoendelea sasa katika nchi hiyo ni mimi Bwana
nimeachilia laana juu ya nchi hiyo ya Tanzania. Sababu ya laana hiyo ni huyo rais wao. Pindi atakapotoka, siku atakayotoka, laana hiyo itaondoka siku hiyo hiyo. Tanzania inapitia matatizo sasa hivi. Watu wa Mungu waombaji, muikumbuke Tanzania sasa. Upo mpango wa kuwadhoofisha waombaji waliozaliwa mara ya pili, wenye kumjua Mungu, wenye kuongea na Mungu ili wasiombe, wenye kusema na Bwana naye akasikia na akajibu na akaleta amani. Hao upo mpango mzito wa kuwanyamazisha. Lengo lao ni kuufanya Ukristo uwe dhaifu. Pia ni waombaji waliozaliwa mara ya pili tu ambao maombi yao yana nguvu katika roho. Hivyo wanajulikana kwa maana maombi yao yana nguvu na kuleta majibu na kuathiri shughuli zote za maagano walioingia. Hivyo kwa kufanya hivyo, umeandaliwa mfumo wa kuwadhuru na kuwadhoofisha ili wasiendelee na kusimama katika imani na Mungu. Watu wa Mungu wa kweli mliopo Tanzania, mnatakiwa muwe makini. Watanzania, ombeeni taifa lenu ili Mungu alete ukombozi. Huu ni ujumbe uliotoka kwa mtumishi huyu. Uko wazi kwenu, wala hauna kificho wala fumbo. Umesikia ujumbe unasema Samia anapanga kukaa miaka 20. Umesikia mwenyewe nabii huyu alichosema. Samia na wenzake wachache wanaishi kwa kuua na kunywa damu za watu, kwa kuwa ndiko iliko mikataba yao ili waishi wawe hai. Kupanga kutawala miaka 20 ni mawazo yake na mikataba yake ya kishetani. Je, Mungu atamruhusu kufanya mauaji miaka yote hiyo? Haya, wale watekaji mliozoea kuteka watu, mnaofichua siri zenu na mipango yenu ya kishetani, nendeni mkamteke na huyo nabii mtumishi aliyetoa ujumbe huu nchini kwao. Si mnatumia mashetani? Naweza kufanya mawasiliano na mashetani wengine walioko katika nchi hiyo aliko ili mumteke kama kawaida yenu. Ujumbe mmeusikia. Samia na kikosi chake cha watu wake 5 anawatuma kuua. Hawatajali kuua wala kuteka, hata mkisema sana na kuomba sana. Kuna wale wachungaji wapumbavu wamekuwa wakijitokeza mitandaoni wakisema Samia ni chaguo la Mungu. Je, na ujumbe huu ni wa Mungu au wa shetani? Na ujumbe uliotolewa jana nilioweka wa kuhani Mwakalambo mmeusikia. Vita na mauaji ya wenyewe kwa wenyewe, vikundi vya kigaidi. Umesikia wazi, atakayeleta hivyo vikundi yuko miongoni mwa walioko serikalini, ambao watakaa pamoja na kujadili hatima ya nchi, kwa sababu naye ananufaika na mauaji. Hivyo akiona wanataka kupata suluhu juu ya nchi, atajifanya kukasirika ili kuendeleza mauaji. Je, Nabii Musa hakusema yote haya? Alafu unajifanya mbona mimi simuelewagi? Mbona mimi ninaelewa? Kama humuelewi utakuwa na tatizo la afya ya akili. Kila ujumbe unaotolewa ni sawa na kurudia aliyokwisha waambia Nabii Musa, ambayo kila alilowaambia mlilikataa, mkatafuta watabiri wa kuwapa tumaini. Sasa watumishi wanakuja kurudia yale yale. Nabii Musa alishasema hii ni vita ya Mungu na shetani. Tanzania, vita ya Musa na Farao. Hakuna wa kuiweza isipokuwa yeye aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya vita hii. Wala hamkusikia. Mnajibu kila mtu anaweza. Jina la Yesu la tosha. Nabii alishasema Samia amelaaniwa, na aliyemlaani ni yeye Nabii Musa. Ndiye aliyetoa laana hiyo kumpinga, kwa kuwa yeye ndiye amekuwa akishindana na nabii kwa siri, kwa kuwa kama mpinga Kristo wa kanisa. Nabii Musa amerudi tena Tanzania, na yeye
na kuzimu wanapigana naye kuzuia unyakuo wa kanisa, kuzuia Tanzania mpya, mabadiliko na maendeleo ya nchi. Nabii Musa amesema kama hamtamsikiliza yeye aliyeletwa kuwasaidia, kuwakomboa na kulikomboa taifa kutoka kwenye mikono ya shetani, basi mjue hakuna amani katika nchi. Hamtaiona amani. Wewe unadhani upo salama? Subiri muda ufike kwenye zamu yako, ndio utajua. Amani haitakuwepo katika nchi. Kama shetani anaweza kutumia serikali na jeshi kuteka watu na kuua watu ili kutimiza mikataba ya kishetani, kumwaga damu, basi jua hata Mungu atatumia watu kuhakikisha uovu huo unakomeshwa juu ya nchi. Mnaomba, mtaomba sana, mtafanya makongamano sana, mtawaombea wauaji sana na kujipendekeza kwao, mkidhani mtakuwa salama. Mapigo yanatoka kwa Mungu, na kila atakayeambatana na mtu aliyelaaniwa naye atalaanika. Kama mlivyoona Urusi leo inapigwa pale Moscow kwa sababu ya laana ya Samia ya kumpokea mtu ambaye amelaaniwa. Sasa ninyi wa Tanzania mliomkalisha mkasema huyu ndiye mnamtegemea, amani itatoka wapi? Itoke amani kwa shetani? Ujumbe uko wazi, ili nchi itulie ni hadi hapo atakapoondolewa Samia. Kama hamtamuondoa, hata nyie mnaomlinda na kumtumikia hamtakuwa salama. Hata mngelikodi jeshi la kundi la kuwalinda kutoka Urusi au nchi yoyote yenye intelijensia kubwa ya ulinzi, Marekani na kwingineko, kwa sababu ni Mungu ndiye mnayeshindana naye, na ni Mungu ndiye anayewapiga kupitia wananchi. Kama ninyi mnavyoteka na kuua watu kupitia jeshi la polisi, usalama wa taifa na vyombo vingine mnavyovijua, ndivyo na Mungu atakavyokuwa akiwapiga. Nabii Musa pekee ndiye anayeweza kuzuia na kuondoa yote, maana yeye ndiye Tanzania aliyepewa kuamua juu ya nchi, na nyinyi mmekataa kumsikia. Mtaendelea kupokea mapigo na laana siku kwa siku. Endeleeni kumkataa na kuambatana na huyo aliyelaaniwa, mkifikiri mtakuwa salama. Wakati Nabii Musa anawaita mtoe sadaka, mjenge hekalu la Kristo mahali pa makimbilio, mlidharau, mkapuuza na mkaona wachungaji wenu wakikimbia kujificha huko na kule katika mataifa ya watu. Je, kama mngalisikia na kujenga hekalu, si palikuwa mahali salama zaidi kwa ndugu zenu kukimbilia sasa? Waovu wasio na nguvu wanashikamana, lakini ninyi kanisa mlio na nguvu hamtaki kushikamana. Mmejenga ubinafsi, choyo mioyoni mwenu, na Mungu atawapiga wote. Haitajalisha ni mchungaji au ni nabii au ni kanisa kubwa au dogo. Kama ulishindwa kumsikia Nabii Musa aliyetumwa kwa ajili ya taifa, umekuwa ukiendelea kupindisha ukweli au kuficha ili watu wasiweze kusaidiwa au kujua mahali sahihi pa kukimbilia, Mungu apate kutoa majibu. Utapigwa kama na wewe utashirikiana na wauaji kupigana na Nabii Musa. Hautakuwa salama hata kama una kanisa. Kwa kifupi, hakuna amani bila Nabii Musa. Endelea kusema Yesu anatosha, na watu wanaendelea kutekwa na kuuawa kila siku. Yesu ameshindwa kukusaidia au kuwasaidia? Hapana. Shida, mmejaa kiburi. Unaona uko salama leo, kesho hautakuwa salama. Mimi nakuambia, yale maono ya Mwakalamu, vikosi vya uasi vinavyokuja na vita ya wenyewe kwa wenyewe, hayo yote nabii alishasema na kuyarudia. Hata mwezi uliopita aliposti vita ya Tanzania akiuliza wawekezaji mtafanya nini na matajiri, na ujumbe huo alishautoa toka mwaka 2022 kuwa kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe itatokea mwaka 2025. Yalitokea Oktoba, ni kama yalipunguzwa makali. Hizo zote ni laana za kutosikia anachosema Mungu kupitia Nabii Musa. Juzi mesikia Nabii Edmund kwenye unabii wake anasema, Mungu anasema mmekataa kumsikia Mungu. Anasema na nyinyi kwa ishara zote hamsikii kwa sababu mmekataa kumsikia Mungu. Kajiulize, mbona mnaomba na mnasali na mnatoa sadaka
na mabaya yanaendelea kuwepo, ni kwa sababu bado mnafanya makanisa ni biashara. Hamtaki kusikiliza linaloweza kuwaokoa. Ukisikia Mungu anasema, mmekataa kumsikia, na ile hali mnasali na mnatoa sadaka, ujue mnaambiwa mliyekataa kumsikia ni Nabii Musa. Hakuna maombi mtakayojibiwa, kwa sababu yuko aliyeteuliwa kusimamia mambo yenu na kujibu baraka zenu. Yeye ndiyo anayebariki na kulaani. Huyu ndiyo imepaswa kumwendea na kumsikiliza. Mkimwendea kwa uovu, mtapata uovu. Edmund akasema, ishara ya Zanzibar na Dodoma, hayo yote nabii alishayasema, japo wanaposikia jumbe zao zinatafsiriwa tofauti na mawazo yao, hukanusha kwa kuwa wao wanatafsiri kulingana na upepo. Ushindi wa Tanzania mpya, mabadiliko yatakayokuja, ni kuigawana nchi yenu. Hilo ndilo mtakalolifanya. Kilio cha Rama yote nabii amewaambia, lakini mkiona anatokea, mnaona ni maneno ya kinabii yanatimia. Hayana maajabu. Kama msiposikia aliyoyasema na anayosema, basi mtaishia kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kama mtakataa kusikia na kumuondoa huyo aliyemlaani, aliyekalia nafasi yake. Nabii alishawaambia, kama yeyote anayetaka kukalia kiti cha urais atalaaniwa, na atamlaani, na atampiga kwa laana mbaya ya mauti, na itampata. Kama yeye anavyopambana kuua wanaotaka nafasi ya urais, na ndivyo nabii atakavyompiga na yeye kwa laana, kwa sababu hata yeye amekalia nafasi ya nabii kwa msaada wa nguvu za kuzimu, sio nafasi yake. Wewe jifanye huelewi. Utaelewa baada ya kuona vita ya wenyewe kwa wenyewe kama Burundi na Rwanda. Hicho ndicho kilio cha Rama kinakuja. Raheli akiwalilia watoto wake, na asiwepo wa kumfariji. Mtalilia watoto wenu, na hakutakuwepo wa kuwafariji. Kumbuka watoto waliochinjwa na Herode baada ya kuonekana nyota ya Yesu mfalme wa Wayahudi. Nyota ya rais wa Tanzania mpya imekwisha onekana. Kama hamtasikia, mjiokoe basi. Mmeng'ang'ania na kumlinda ndiye atakayeendelea kuwaua na kuharibu nchi, kwa kuwa ninawakumbusha, iko sauti ya Mungu duniani sasa. Sauti hiyo ni kupitia mjumbe wake aliyemweka kusimamia dunia nzima, Nabii Musa. Na makao makuu ya mjumbe huyu ni Tanzania. Taifa la Tanzania Mungu amelichukua na analitaka kwa ajili ya matumizi yake. Matendo na namna yoyote nje na maagizo na Mungu ni laana. Ndio maana mjumbe huyu anayo mamlaka ya kiroho na kimwili kufanya vyovyote. Analo sanduku la agano, mapigo, kila kitu ambacho Mungu anataka kukifanya. Amekuwa ni sauti ya Mungu duniani. Akikubariki Nabii Musa, umebarikiwa na Mungu. Akikulaani, umelaaniwa na Mungu. Jueni ya kuwa wakati wa mwisho umefika. Ni wakati wa kutengeneza njia kwa ajili ya ujio wa pili wa Kristo. Ni wakati wa kuondoa miungu na mizimu iliyotawala dunia kwa jinsi walivyotaka wao. Sasa ni wakati wa kurudisha utukufu wa Mungu. Kumbuka sauti hiyo ya Mungu na njia hiyo ya Kristo Mungu ameiweka kwa Nabii Musa. Kanisa msikie, nchi msikie, watu wote msikie, watu wa nchi zote, wa rangi zote, wa kabila zote. Huyu ni mjumbe wa agano la mwisho duniani kote, sio nchi tu ya Tanzania, ni dunia nzima. Kwa kuwa mmekuwa watu wa kutaka kuona kuliko kusikia, yanakuja, macho yenu yatashuhudia. Mungu awabariki sana.